Kwenye ibada ya kwanza tumejifunza kuhusu mapenzi ya Mungu, kutenda mapenzi ya Mungu. Alafu tunafika mahali na kuuliza swali, je, katika maisha yako unajua kwamba unatenda mapenzi ya Mungu ama unafanya yale ambayo unafikiri ni mapenzi ya Mungu lakini kumbe sio mapenzi ya Mungu? Kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba mahali ulipo na neema ambayo Mungu amekupa, ujiulize, ninafanya kusudi la Mungu ama ninafanya yale ambayo nayaona ni mapenzi ya Mungu kulingana na akili zangu? Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati wanafunzi wametembea na Kristo kwa muda mrefu wakijifunza kwake na akiwafundisha jinsi ya kuishi maisha matakatifu hapa duniani kama mbinguni alivyokuwa akiishi, mpango wake ni kwamba alitamani kila mtu haishi hapa duniani kama mbinguni. Na alipokuwa akitembea na wanafunzi wake wakiwafundisha, aliwafundisha jinsi ya kuishi katika utakatifu. Ili wapate kutimiliza mapenzi ya Mungu, walihitajika waenende kama Mungu anavyotaka waenende. Kwa hivyo kuja kwa Yesu duniani, kile kilichozaliwa kipya kando na dunia ilivyokuwa tunaishi kabla ya Yesu kuja, kile kilichozaliwa kipya ni mbingu kushuka kuja duniani. Na mbingu ilivyoshuka kuja duniani ilikuja na Mungu mwenyewe ambayo ni Yesu mwenyewe, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba pale mwanzo alisema alikuwepo akiumba kila kitu. Ndio sababu Mungu anasema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Kwa hivyo kwa utatu mkamilifu, Mungu Baba na Yesu na Roho Mtakatifu kwa umoja wakafanya kila kitu kwa pamoja ili kukamilisha yale walioyataka. Kwa hivyo Yesu anapokuja analeta mbingu duniani, kwamba anachotaka kifanyike mbinguni anataka kifanyike na duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ili tupate kuishi mapenzi ya Mungu, Mungu anataka tutembee katika sura yake, tutembee katika kutenda kama yeye anavyotaka tutende kwa utukufu wa jina lake. Ndio hivyo Yesu alipokuja, wakati anaendelea kuwafundisha na kutembea akiwafundisha kuishi katika utakatifu, wanafunzi wake wakawa na mng'ang'ania kwamba wanataka kujua jinsi ya kumuomba Mungu ili mapenzi yake yatendeke. Kwa hivyo ukisoma mstari wa 8 anasema, basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayoyahitaji ninyi kabla mjaomba chochote. Yaani msifanane na watu wa dunia hii. Ukisoma kuanzia kule nyuma utasoma vitu vingi, na kule mbele utaenda kusoma jinsi anapoonyesha kwamba ufalme wa Mungu ni nini. Lakini hapa anawafundisha mstari wa 9 akiwaambia, ninyi muombapo ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, mapenzi yako Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kitu cha kwanza anataka wanafunzi wajitambue ya kwamba wanaishi duniani ndiyo, lakini kuishi duniani kwao hawaishi kwa hiari yao tu mradi wanaishi. Kuna aliyewekeza ndani yao, kuna aliyeweka pumzi ya wao kutembea na kufanya kazi akawapa na nguvu. Kwa hivyo anataka watambue kwamba maisha wanayoishi hapa duniani hawatakiwi waishi kama wao wanavyotaka, wanatakiwa waishi kama mbingu inavyotaka. Ili wapate kufanana na mbingu, anawaambia, okay, mnataka jinsi ya kuomba? Ndio. Akawaambia, ombeni Baba yangu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Alafu ya pili anawaambia, wakisha maliza kulitukuza ile jina, kwamba ndio jina pekee yake ambalo hakuna jina lingine la Mungu ambalo linalotakiwa kuabudiwa. Akawaambia, kitu cha pili mnachotakiwa kukifanya, semeni ufalme ulioko kule mbinguni, mamlaka yake yaonekane yakitendeka hapa duniani, ufalme wako na uje. Anawaambia kwamba
yale yanayotendeka mbinguni yahitajini yatoke mbinguni, yaache kufanyika tu mbinguni, yafanyike na hapa duniani, ili ufalme uliopo duniani ufahamu kuna ufalme wa kawaida ambao ni wa kawaida huko duniani. Ufahamu wa kawaida ufahamu kuna ufalme halisi unaotakikana kuonekana duniani kama vile mbingu ilivyokusudia. Mbingu ilikusudia kumuumba mwanadamu kwa mfano wa Mungu ambao ni Mungu mwenyewe. Akasema nataka ninayemuumba anifananie ili aishi kama ninavyotaka mimi. Kwa hivyo walipokaa wakakusudia kumuumba mwanadamu, walisema nataka tuwe na uwezo wa kushirikiana mbingu na dunia, tuwe na umoja. Lakini baada ya mwanadamu kuharibikiwa, Adamu wa kwanza akauza urithi wake kwa shetani, kwa sababu shetani alikuwa ameshatunguliwa kutoka mbinguni akatupa duniani. Kwa hivyo mwanadamu alipopewa mamlaka ya kumiliki kilichoko duniani, akawa na yeye amekabidhi kwa shetani mambo ya kimungu. Akashindwa kutembea katika kusudi la kimungu, akamkabidhi shetani mambo aliyokuwa amepewa na Mungu ya kuishi mbingu duniani. Kwa hivyo mwanadamu aliyepewa mamlaka yote hanaacha kuishi kama Mungu alivyomuumba aishi, akaanza kutembea kama muasi. Shetani alipoamua kuharibu maisha yake, akaamua kumgawia ili atembee kama yeye. Kwa hivyo kwa kutokutii kwa mwanadamu ama Adamu kukamsababisha mbingu kuondoka duniani, mapenzi ya Mungu yasionekane duniani. Kichwa cha habari ni mapenzi ya Mungu, kama tulivyosoma. Mhubiri wa kwanza alipitia mapenzi ya Mungu, na mimi kichwa cha habari sikumwambia anafundisha nini, mimi nilimwambia utahubiri siku ya Bwana. Sasa na yeye anakuja mapenzi ya Mungu, na mimi na mapenzi ya Mungu. Sasa nitafanyaje? Nitabadilisha? Hapana, nitasema kile Mungu alichotupa tukifundisha. Lakini mimi njia yangu ndio hiyo natumia, kwamba mapenzi ya Mungu ili yafanyike, kuna Biblia inayotuambia, kuna mambo Biblia inayotufundisha jinsi ya kutembea ili kusudi la Mungu lifanyike hapa duniani, ili watu wanaoishi katika ulimwengu huu watambue kunaye Mungu wa kweli na halisi ambaye hafananishwi. Watambue maisha tunayoishi hatuishi kwa hiari yetu. Tunaye anayetumiliki, tunaye aliyetuumba, na anataka tunapoishi dunia hii ambayo imeboromoka, imeharibikiwa, anataka maisha tunayoishi dunia isome na ijue kwamba kuna adhabu ya kutokuishi mambo ambayo Mungu alitaka yaishi, watu waishi hapa duniani. Kuna adhabu ya mwisho itakayokuja. Kwa hivyo ni nini ambacho anachosema? Ufalme wa Mungu ushuke kutoka mbinguni uonekane dunia. Unashukaje huo ufalme? Huo ufalme Yesu mwenyewe Kristo, mwana wa Mungu aliyeshuka kutoka mbinguni, akazaliwa kama mwanadamu, ambaye alizaliwa na mwanamke tu, hakuzaliwa na mwanamume. Alikuwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndio akazaliwa, ili apate kutuonyesha jinsi ya kuishi maisha matakatifu kama mbinguni wanavyotaka tuishi. Yeye kuzaliwa hapa hakuja tu ili tumpende, tumuone awe mfalme. Hapana, yeye tayari alikuwa ni mfalme, lakini akaacha kwanza ufalme, akaja duniani akachukua wanadamu ili apate kutuonyesha jinsi ya kuishi maisha matakatifu ya mbingu hapa duniani. Ijapokuwa ni dunia ambayo imeanguka, ni dunia ambayo imepigwa na adui shetani, lakini akasema yeyote yule atakaye niamini hana uwezo wa kuishi maisha ya mbingu hapa duniani, na akaondokana na adhabu yoyote ya kuzimu ama ya adui shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haki ya kuishi mbinguni hapa duniani iko ndani ya uwezo wako. Ukiamua kumpa Yesu maisha yako yote, ukiamua kujiachilia na kuachilia akili zako unazofikiria,
ukijua kwamba pumzi niliyo nayo ni ya Kristo aliyeweka ndani yangu. Mawazo niliyo nayo sio ya kwangu, ni Kristo aliyeniwekea. Kwa hivyo natakiwa niwaze kama yeye anavyotaka. Kama ni pumzi amenipa, natakiwa hiyo pumzi niitumie kwa kusudi lake na kwa mapenzi yake, sio kwa akili zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale unapotoka katika kusudi la Mungu, Mungu anaumia. Na ndio sababu wanafunzi anawafundisha, anawaambia, ili muweze kushinda ulimwengu na mambo yake, kitu cha kwanza, ombeni uweza wa mbingu ushuke ndani yenu hapa duniani, ili mpate kuishi kama mbingu inavyotaka. Ombeni kwamba ufalme ule, yale mamlaka yanayotendeka kule juu, ambao ni ufalme ambao unaendeshwa kule juu, huo ufalme uingie ndani yenu. Na kisha ingia ndani yenu, mtatembea kama Mungu anavyotaka, sio kama nyinyi mnavyotaka. Kwa hivyo akawaambia, mkitamani kuishi maisha matakatifu, tamanini kusikiliza Mungu mwenyewe aliyewaumba anataka mtembeeje. Mbona nifungulie katika kitabu cha Yohana 1:12. Tusome Yohana 1:12. Mstari wa 12 unaanza kusema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lake. Wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wote wale wanaomwamini Kristo, wanaomwamini Yesu, Mungu amewapa uwezo wafanyike wana wa Mungu. Yeyote anayeshuka na kusema na muhitaji Mungu, haingie ndani yangu, anamwambia okay, hakuna njia nyingine ambayo mtu anaweza kuokolewa kwayo ila jina la Yesu Kristo peke yake. Kwa hivyo anasema, kama utaamini Kristo alishuka, hakazaliwa, hakafa, hakafufuka kwa ajili ya kuokoa mwanadamu aliyekuwa amepotea kuanzia mwanzo, ukiliamini hilo, basi mbingu ni haki yako. Ndio sababu anasema, bali wote waliompokea, yani wale waliompokea, ina maana kwa waliomkataa. Kwa sababu anasema mahali pengine kwamba halikuja kwao wale waliokuwa wake, haliotambua kwamba hawa ndio watu wangu na naenda kwa ajili yao, lakini walimkataa. Lakini anasema baada ya kukataa wao, wale waliompokea amewafanya kuwa watoto wa Mungu kwa kuamini tu jina lake. Mstari wa 13 unasema, waliozaliwa sio kwa damu. Yesu Kristo mwenyewe hakuzaliwa kwa damu ya mwanadamu, alizaliwa kupitia mwanadamu, lakini kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wale waliozaliwa sio kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili. Mapenzi ya mwili ni pale mama na baba wanapokutana wanapata mtoto. Kwa hivyo hao azungumzie hao. Watu wote tunaoishi na wao na watu tunaowaona kando na Yesu Kristo wamezaliwa na baba na mama. Lakini Yesu anapozungumza, Yohana anapozungumza maneno haya anasema, bali sio wale waliozaliwa kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu yeyote, bali kwa Mungu. Anamaanisha nini katika anasema ambao walizaliwa si kwa maumbile ya kibinadamu wala kwa nguvu za kimwili wala mapenzi ya mtu, bali kutokana na Mungu mwenyewe. Anamaanisha nini anapomaanisha kwamba mbali kutokana na Mungu mwenyewe, amba mbali kutokana kwa Mungu? Anamaanisha kwamba hawa ni wale waliotii, wakalisikia neno, wakaliishi neno,
wakaamua kusema okay, kama Yesu ni mwana wa Mungu, kama alikuja ili atuokoe, halafu ametundikwa msalabani kwa ajili ya kuchukua dhambi zetu, halafu baada ya kuchukua dhambi zetu ametuambia sisi tukimwamini tutakuwa huru, akazikwa, baada ya kuzikwa akafufuka, na akatuambia kama nilipofufuka nikaishi, na nyinyi mtakuwa hai mkiendelea kuniamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo anasema sio wale waliozaliwa kwa mapenzi ya mwili, lakini ni wale wanaoamini kutoka moyoni. Kwa imani mtu huamini alafu anapokea wokovu. Warumi inatuambia hivyo. 10 mstari wa 9. Wa 8. Warumi 10, naomba nisome nisije nikakuotia ukaniambia mchungaji muongo. Sio muongo. 10 mstari wa 8 unasema, lakini yanenaje lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako, katika kinywa chako, yani lile neno liko karibu nawe, alafu liko karibia, ukienda kulisoma utatumia kinywa chako kulisoma, alafu linasemaje? Linasema liko katika kinywa chako na katika moyo wako, yani ni lile neno ambalo linahubiriwa, la imani, neno la imani. Kwa hivyo mtu aliyezaliwa sio kwa damu wala sio kwa mapenzi ya mtu, lakini ni kwa imani kwamba amemwamini Kristo. Mstari wa 9 unasema, kwa sababu ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Kwa hivyo ni ile neno unalolisikia. Na ukisoma Yohana mstari wa kwanza, sura ya kwanza, anakuambia hapo mwanzo kulikuwako na neno. Neno naye alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa nani? Alikuwa Mungu. Kwa hivyo kama Yesu mwenyewe alikuwa yupo kuanzia mwanzo, alikuwepo. Yohana 1:1. Neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaposema Yesu ni Mungu, tunaanza kuquote kila anachokisema, na pia tunarudi mwanzo, pia anatuambia hivyo hivyo. Nilisha quote ile ya mwanzo, ama ile ya mwanzo aliposema, lakini hapa anasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo neno alifanyika nini? Mstari wa 2. Tangu mwanzo huyo neno alikuwa pamoja na Mungu. Mstari wa 3. Vitu vyote viliumbwa kwa yeye, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichoumbwa ambacho kimeumbwa. Yaani kabla ya yeye hakuna kilichoumbwa. Kwa hivyo neno ni Mungu mwenyewe, ambao ni Yesu Kristo. Halikuwepo mwanzo, na kabla yake hakuna kilichoumbwa, na kilichotokea kimetokea kwa sababu yeye alihusika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima tujue, tukitaka kuona mbingu inashuka katika maisha yetu, tuamini kwamba Yesu ndiye njia ya kutusaidia kuishi kama anavyotaka tuishi. Alishuka ili tujifunze kwake maisha anayotaka tuyaishi kwanza hapa duniani. Yeye alishuka kuishi duniani pamoja nasi, akatuambia inawezekana. Anayesema haiwezekani hayupo. Anasema yote yanawezekana, na tukiamini tunayaweza. Usipoamini bado yatakuwa magumu. Kwa hivyo anatuambia kwamba ni lazima, kama tunataka mbingu ishuke duniani, mapenzi ya Mungu yafanyike kwetu, nadharia zetu za ufahamu wetu sibadilishwe. Warumi 12 mstari wa 2. Warumi 12 mstari wa 2. Inatuambia hivi, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu
yaliyo mema, ya kumpendeza na ya ukamilifu. Tubadilishwe nia zetu, fikira zetu ziondolewe zile za zamani. Halafu tumpokee Kristo ndani ya mioyo yetu kwa imani. Halafu tukisha mpokea kwa imani, tukubali haondoe ule uchafu ndani yetu ambao haumfanani. Tukubali kutembea katika kusudi lake, tukiyatenda mapenzi yake. Utaniuliza tutafanyaje hivyo? Biblia inatuambia Kristo alipoishi duniani, tunatakiwa na sisi tuishi kama yeye. Na tukiishi kama yeye, tukiichukia dhambi, ina maana tutakuwa tunaishi kama mbingu inavyotaka tuishi. Nia yetu itakuwa inamfanania Kristo. Kunena kwetu kutamfanania Kristo. Na Mungu atapendezwa na maisha yetu, na alafu tutatembea katika kusudi lake na kuyafanya mapenzi yake. Lakini pale tutakapokataa kubadilishwa, kufanywa upya ufahamu wetu, kuachilia akili zetu na kumpa Mungu akili zetu ili apate kubadilisha sisi, tusipokubali kushuka na kunyenyekea na kujiachilia, ufalme wa Mungu utakuwa kwetu ni maneno tunayoyasikia. Ufalme wa Mungu kwetu utakuwa ni hadithi, itakuwa ni wimbo kwa wengine. Tutakuwa tunasema tunaenda mbinguni, tunafanya mambo ya Mungu kwa mdomo, lakini mioyoni hatuendi wala hatufanyi chochote, hakipo. Kwa hivyo anasema mstari wa 10 pale tulipoanzia, anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Mapenzi ya Mungu yanatimizwaje hapa duniani? Kama mbinguni. Kwa akili ya kawaida huwezi kutimiza kusudi la Mungu hapa duniani, kwa akili ya kawaida. Lakini kwa kushuka, na kama vile Yesu mwenyewe anasema, yeye ndiye neno. Unaposhuka na kuamua kumpa moyo wako wote, anakuambia okay, amka, toka, tembea pale nje. Unasema kuna baridi sana, nataka nilale kidogo, nijifunike blanketi nipate joto. Anarudi anakuambia, nimekwambia amka, toka uende pale nje. Nasema nimechoka sana. Alafu ni usiku, naenda kufanya nini? Hapo unakataa kutembea katika kusudi lake. Mradi unaamua kutembea na yeye, unatakiwa kuwa mtiifu. Hakikwambia amka, sio lala. Amesema amka, unafanya hicho kitendo, kwamba sauti imekuja imekwambia toka nje. Unakataa kutoka, unasema kuna baridi, ukuto naanguko na kuangukia kwa sababu ya kutokutii. Lakini ungetii ile sauti ndogo tu inakwambia mwanangu toka nje, ungetoka tu nje, tetemeko limekuja limepiga, unashangaa unasikia makelele, ukuta umeanguka, kwenda kuangalia nyumba inaanguka, kumbe uko nje, hakuna aliyeumia hata mmoja. Lakini ukikataa kutii, madhara yanakukuta. Hizo utakufa, ama usipokufa utapata kuwa kilema, umegongwa mahali kwa sababu ya kutokutii. Kwa hivyo ili kufanya mapenzi ya Mungu, tunataka tujifunze kuhusu Kristo alifanyaje akashinda. Yeye alifanyaje? Anasema si kufanya jambo lolote kwa akili zangu, nilisikiliza yale Mungu anayoniambia niyafanye, ndio niliweza kuyafanya. Sikuja kufanya la kwangu, nimekuja kutimiliza mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Kristo yeye mwenyewe aliamua kutimiliza yale Mungu aliyomtuma, wewe ni nani uanze kusema kupingana na yeye na kusema nafanya haya, mimi haya siyawezi, nataka nifanye haya kwangu? Yeye mwenyewe anasema nilisikialo ndilo huwa nalifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila ninalolisikia Bwana akiniambia, hilo ndio huwa nalishusha, ama ndio hilo inanichukua nalifanya. Kwa hivyo sifanyi lolote kwa akili zangu,
sifanyi lolote. Sifanyi lolote kwa akili zangu. Kwa nini? Kwa sababu yale ambao Bwana anayotaka ndio nayafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, unalishika neno la Mungu na kutembea nalo, ama unasema mbona wengine wanafanya na mimi ninafanyaje? Katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 5, sura ya 8 mstari wa 5 unasema, basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nimekuwa tutuo mstari. Ili kuyafanya mapenzi ya Mungu ni lazima ufike mahali utambue yeye Kristo alifanya nini akashinda. Swali hili ananiletewa na viongozi wa madhehebu kipindi hicho, ama masinagogi. Wanamwambia katika Torati ya Musa, mwanamke akikosa tendo la uzinifu, tulipewa nafasi ya kumpiga mawe afe kwa sababu amefanya uasherati ama amefanya tendo la uzinifu ambao halifai. Lakini ukumbuke hao watu ni wajanja na walikuwa wanamjaribu Yesu Kristo. Kama wewe unasema ni mwana wa Mungu na Musa kaandika hii ni sheria iko kwa maandishi, wewe wasemaje? Tumpige mawe ama asipigwe? Halafu wanamjaribu akijua wanasema anajiita mwana wa Mungu. Halafu Kristo mwenyewe, Yesu mwenyewe anataka kudhibitisha jinsi mbingu inavyotakiwa kuishi hapa duniani. Wewe kumbuka yani akili zao ndogo. Kwanza wanamleta mwanamke mwenyewe. Huyo mwanamume aliyezini naye yuko wapi? Walimpeleka wapi? Mwanamke ndiye amebebwa amewekwa hapo mbele ya Yesu. Ili kuonyesha yani hata akili ndogo tu ambaye haina ufahamu wa kufikiria. Wangewaleta basi wawili. Lakini amemleta mmoja. Anasema mwanamke, Biblia imeandikwa wote watakao patikana wakifanya uzinifu ambao sio mume na mke wanauawa, wanapigwa mawe. Sasa kwa nini wanamleta mwanamke mwenyewe? Okay, basi wamemleta mwanamke mwenyewe. Alafu wanamwambia Torati inasema hivi, unatusemaje wewe? Ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Naambia huyu malaya huyu, hata tunamuonanga akipita tu huko tunapiga mawe. Yesu hakufanya hivyo. Halitaka adhibitishe utakatifu alio nao na uovu wao walio nao, kwamba mkiishi katika uovu mlio nao hamwezi kumuona Mungu na hamwezi kumpendeza Mungu. Ukisoma huko chini anawaambia kwa sababu mmemleta aliye ambaye hana dhambi, hawe wa kwanza kumtupia mawe. Anaambia wao viongozi, ambaye hana dhambi hamtupie mawe. Kwa hivyo akawarudishia. Na ili kudhibitisha kwamba waliishi duniani wakifikiri wanaishi kama mbingu inavyotaka, wakajitambua kumbe hawaishi mapenzi ya Mungu. Hawaishi kama mbingu inavyotaka waishi. Wanaishi kwa nadharia zao kwamba wako wanaongoza katika mazinagogi, wanaongoza katika makanisa yao kipindi hicho. Lakini wanaongoza kwa kusudi la Mungu ama wanaongoza kwa hisia zao na kwa ajili ya manufaa yao? Wakajikuta wanaongoza kila wanachokifanya wakifikiria wanafanya mapenzi ya Mungu, kumbe wanafanya mapenzi yao, sio ya Mungu. Walipoambiwa mwenye hana dhambi ndani yenu mlio kumleta huyo mwanamke, hawe wa kwanza kumpiga mawe, waliondoka wote wakamwacha yule mwanamke pale. Kudhibitisha mbingu haiko ndani yao, mapenzi ya Mungu hayamo ndani yao. Ijapokuwa wanaikiri wanataka kwenda mbinguni, ijapokuwa wanataka kuhubiri kweli tunaenda mbinguni, na wanazuilia wengine wanaotaka kwenda mbinguni kwa sababu ya upumbavu ya kutokufahamu. Yesu akawaambia
hasiye na dhambi hawe wa kwanza kumtupia mawe. Hakuna aliyemtupia hata mawe mmoja. Waliondoka, na Yesu baada ya kuondoka wote akamuita mwanamke akamuuliza, wako wapi waliokushtaki? Akamwambia, wameondoka wote. Akamuuliza, hakuna aliyekushtaki kwa lolote? Akamwambia, Bwana, hapana. Akamwambia, na mimi sikushtaki kwa lolote, ila ondoka usitende dhambi tena. Ukisoma huko chini utapata maelezo. Kwa nini anamwambia hivyo? Amemfundisha mbingu ilivyo na huruma. Anamfundisha mbingu ilivyo tayari kumfundisha mtu kuacha kuishi katika maisha mapotovu na kumlingana Mungu, ama kumuomba Mungu apate kumwelekeza mtu kama huyo hapate kuishi maisha matakatifu. Akamwambia, mimi kwa utakatifu niliokuja nao sikuhukumu, sijaja kuhukumu, nimekuja kukufundisha ili uishi katika maisha matakatifu, uishi katika upendo wa kimungu, waache uondokane na uovu, upate kumlingana Mungu ambaye amekuumba na utende mapenzi yake. Kwa hivyo akamfundisha, na kutoka pale yule mwanamke akabadilika, kwa sababu hajamhukumu. Amemwambia cha muhimu, usirudie hiyo dhambi tena, usiendelee kukaa kwenye dhambi. Kama unataka mbingu ikutambue, ikuonyeshe jinsi unapoweza kuishi na watu wengine vizuri, kaa mbali na dhambi. Na pale tunampata ni mmoja wapo wa wale ambao waliomhudumia Yesu wakati Yesu anaenda msalabani. Watu waliokuwa wanalia kwa huruma kwamba kwa nini mnamtesa, mjui jinsi alivyo mzuri. Je, unaishi kwa imani ya kuamini kwamba unatenda mapenzi ya Mungu, ama unaishi kwa imani ya kwamba unatenda mapenzi ya Mungu ambayo ni mapenzi yako? Kile unachokitenda kinadhibitisha Mungu yupo ndani yako, anaonekana ama haonekani. Kunena kwako kunadhibitisha, njia zako zinadhibitisha Mungu anasifiwa, mbingu inaonekana duniani ama ionekani. Ni lazima ufike mahali utambue nafasi ulionayo ni ya muda mfupi. Kwa walioona tulichokionyeshwa ni cha watu wakatili, ile filamu tuliyokuwa na asubuhi ibada ya maandiko, ni watu waliokaa chini wakafundishwa, wakasikiliza, lakini wakaamua kufanya mapenzi yao, sio mapenzi ya Mungu. Lakini siku ya mwisho Yesu anashuka, anakuja mawinguni, na wale waliotii baada ya unyakuo wanashuka wote. Na alipoingia katika hukumu siku ya mwisho, waliokuwa wamekufa wote wanafufuliwa. Halafu kila mmoja anasomewa jinsi alivyoishi duniani. Aidha mlimpendeza Mungu, hakumpendeza Mungu, kuna mahali pa kwenda. Ndio sababu Biblia inasema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Mungu. Au ameokoka hajaokoka, hilo atapiga goti na atakiri, kwa sababu pale lazima kila mmoja apite. Mwema na mbaya watapita sehemu ile, na kila mmoja ataenda sehemu alipojinyakulia, jitengenezea akiwa duniani. Ni wajibu wako jiulize, ninaishi katika mapenzi ya Mungu ama naishi kwa sababu watu wanaishi? Ninaishi kwa kulazimishwa ama naishi kwa sababu na hiari ya kuishi kwa sababu Mungu amenipa uhai ni muabudu? Wakati tulionao ni mfupi. Naomba tusome Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tunamalizia hapo. Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Naomba usikilize huo mstari vizuri. Mungu ambaye alisema na manabii na baba zetu wa zamani kwa njia nyingi tofauti tofauti. Mstari wa 2 unasema mwisho wa siku hizi amesema.
Amesema nasi katika mwanae ambaye ni Yesu Kristo, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Tunarudia yale maneno ya kwanza tuliyosoma katika Yohana. Waebrania anatuambia mwisho wa siku tulizo nazo leo, Mungu anasema nasi kupitia mwanae aliyemweka kuwa mrithi wa vyote, tena yeye aliufanya ulimwengu. Kule mwanzo ndiye alifanya ulimwengu, lakini ndiye anamtumia kumalizia. Mwanzo alikuwepo, lakini amempa mamlaka ya kumalizia, kukomboa ulimwengu na uovu wake. Mstari wa 3 anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa utukufu uko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia mstari wa 4 anasema amefanyika bora kuliko ama kupita malaika, kwa kadiri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Malaika hana nguvu yoyote, huko nyuma niliongea juzi, kuliko wewe. Hana nguvu yoyote kukuliko, na hana nguvu kuliko Yesu Kristo. Kwa nini? Unapookoka unapewa nafasi ya kuwa mrithi pamoja na Kristo. Na wewe mamlaka Yesu alionayo unapewa, na unakuwa naye mamlaka kutenda kulingana na Kristo. Kwa hivyo kwa leo hii Yesu anazungumza nasi ili tupate kujua aliyekuwepo mwanzo ndiye amekuja kukamilisha yale aliyoyaleta. Na ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 30 kama sio 32, anasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, mbali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Mstari wa 31 unasema kwa maana ameweka siku atakayo wahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Mungu sasa hivi anaonya kila mtu mahali popote wa aina yoyote kwamba zamani za kale alijifanya haelewi. Watu wanaenda kama wanavyotaka, wanafanya mapenzi yao, sio mapenzi aliyowaumbia ili wamwabudu. Lakini zamani hizi anasema anamwamuru kila mmoja wa kabila yoyote ile, wa aina yoyote ile, ijapokuwa awe tu mwanadamu, anamwambia atubu, kwa sababu asipotubu hatahukumiwa kwa kutokutii na kutokumwamini mwana pekee wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, aliyekufa na akafufuka, na ambaye ndiye atakayekuja kuhukumu ulimwengu, ambaye alikuja akaishi pamoja na wanadamu akawaelekeza jinsi ya kuishi, wakakaidi wakaishi maisha wanayotaka wao. Kwa hivyo hukumu itatolewa na mtu wa haki ambaye aliishi duniani akaonyesha njia nzuri ya kutembelea, lakini watu wakaipenda mambo yao, wakaacha kumwakisi Mungu. Hukumu itakuwa mbaya. Na ndio tuliona kidogo pale. Yeye anakaa tu anasema wewe enda huko, wewe enda huko, likataa kunitii. Na okay, hakuna cha kukataa kwa sababu unaonyesha ulioyafanya. Kwa hivyo hakutakuwa na mlumbano ati bwana Yesu nilikuwa hivi. Hakutakuwa na, utaonyeshwa picha. Halafu itakuja kwa akili yako. Halafu utasema hakika ninavuna nilichokipanda.